Yes, shabiki wa Yanga, nafikiri ulikuwa ukikaa ukijiuliza kuwa kocha Pedro Gonçalves ataingia na first 11 ipi ambayo itakwenda kuiangamiza Simba Sports Club. Sasa kiuhalisia tumeshapata kikosi rasmi ambacho kocha Pedro Gonçalves alikuwa amekificha na alitaka iwe siri, lakini kutokana na mashushushu ambao sisi tunao wameshapata kikosi rasmi na tumeshaona kuna mabadiliko mbalimbali ambayo kocha ameamua kufanya, kwamba mbinu ambazo anazoingia nazo ndizo ambazo zimefanya afanye mabadiliko tofauti katika vikosi ambavyo alikuwa akianza navyo na kikosi ambacho kimeanza kwa siku ya leo. Sasa unahisi nani ameanza na nani hajaanza, na kocha anaamua kuingia na mfumo gani ambao umesababisha pale na mabadiliko makubwa sana katika kikosi ambacho yeye ameamua kuanza nacho katika siku ya leo. Na ukumbusho wa shabiki wa Yanga, hii ndio channel ambayo unatakiwa kusubscribe, kwa ni channel ambayo lengo imeandalia kuhakikisha mashabiki wa Yanga mnapata taarifa za mapema kuhusiana na timu yenu. Sasa ili uwe wa kwanza kupata taarifa hizi muhimu kila siku, basi subscribe hapo, lakini pia tia comment mbalimbali ambazo unaona zitakuwa ni msingi wa kuijenga timu yako ya Young Africa. Hivyo unaona kuna kitu ambacho ni kizuri na unacho kichwani unahitaji kuwashauri viongozi wa Young Africa, basi unaweza kutoa hapo maoni yako ili tuweze kuijenga timu kwa pamoja. Sasa kuna mabadiliko makubwa. Kuna wachezaji ambao sisi mashabiki tulikuwa tunafikiria kuwa ndio kocha anategemea kuanza nao, lakini yeye ameamua kuwaweka bench kwa sababu ana mbinu ya siri ambayo ameshawafanyisha mazoezini, na wachezaji ambao wameweza kunakili mbinu hiyo basi ndio wamepata fursa ya kuanza, kwani dabi siku zote huwa sio ya kuanza na mastani. Dabi huwa inaambuliwa na mbinu ambazo makocha wanakuwa wameshawakadirisha wachezaji wao basi waweze kuangamiza wapinzani. Na ndio maana siku ya leo kuna mabadiliko mbalimbali ambayo kocha Pedro Gonçalves ameamua kuyaweka. Si kwamba wachezaji hao hawana fursa ya kucheza, lakini ameamua kuanza nao hao wachezaji kwa sababu ndio wameweza kunakili mbinu ambayo yeye ameiandaa kama bomu la kwenda kuwalipua Simba Sports. Finali ya Muungano kama tunavyojua sio mechi ya majaribio, ni mechi ya heshima, na kikosi hiki ambacho kocha ameamua kuanza nacho na ambacho mimi nitakwenda kutajia kiuhalisia kimepewa jina la kikosi cha mauaji. Lakini kabla hatujafika kwenye majina, lazima ujue kwa nini Pedro ameamua kubadilisha mfumo wake. Yani ameingia na mfumo mpya, mfumo ambao hajawahi kuwaonyesha watu wengine au timu zingine ambazo walikuwa amekutana nazo. Kocha ameamua kuja na mfumo wa 4-4-2 wa kikatili. Sasa tulia hapo, nitakuelezea ni kwa nini kocha ameamua kuja na mabadiliko na kwa nini ameamua kuanzisha baadhi ya wachezaji nje. Sasa wengi mnauliza kwa nini Pedro hatumii mfumo wake wa siku zote. Siri ni kwamba Simba wameshaisoma Young Africa ya sasa, wanajua kila mchezaji anapita wapi, kila mchezaji ana sifa gani, kila mchezaji ana udhaifu gani. Sasa Pedro amegundua kuwa ili washinde mechi hiyo ya Simba mapema kabisa lazima awashtukize kwa numerical advantage, yani wachezaji wengi kwenye eneo moja. Mbinu hii imepangwa kuwapa wakati mgumu mabeki wa pembeni wa Simba, na katika mazoezi ya mwisho Pedro amekuwa akisisitiza sana wachezaji wawili wa juu kukaa ndani ya boksi muda wote. Hii inamaanisha kuwa Simba watakuwa na kazi ya kuwakaba watu wawili hatari kwa wakati mmoja. Lakini je, nani atakaa golini, nani atakaa beki, na nani atakuwa katika safu ya shambuliaji kuhakikisha kuwa Young Africa katika siku ya leo katika fainali ya Muungano Cup tunakwenda kuangamiza hawa watani wetu, kwani wamekuwa wana mdomo sana na wamekuwa wakijiamini, na ndio maana mechi yao ya mwisho wameamua kushinda goli nyingi na kusisitiza kuwa hizo goli nyingi waliopiga Mlandege wanakuja kutupiga na sisi. Sasa kocha Pedro Gonçalves amesikia hizo dharau ambazo Simba Sports wamekuwa wakijigamba, na ndio maana ameamua kuanza na kikosi cha maana, kikosi ambacho kinakwenda kutekeleza mbinu yake ya 4-4-2 na mitego ambayo alikuwa ameipanga. Sasa kabla sijakupa safu ya ushambuliaji ambayo ndiyo roho ya ushindi, tuangalie ulinzi. Pedro ameamua kurudi na falsafa ya ulinzi kwanza. Katika mazoezi ya mwisho Pedro
pea mpya mabeki wakati ambayo haijawahi kucheza pamoja kwenye dabi yoyote. Lengo ni nini? Ni kuzuia kasi ya washambuliaji wa Simba ambao wanapenda kukimbia pembeni na kwenye kiungo kuna double pivot, yani viungo viwili wa wakabaji ambao kazi yao ni moja tu, kukata nguvu na miguu ya wachezaji wa Simba hatarishi. Hapa ndipo sasa na kune hawa wachezaji ambao kocha Pedro Gonçalves ameamua kuanza nao, wachezaji 11 ambao ameamua kuanza nao, kocha ameona ni silaha kubwa sana ambayo itakayompatia ushindi katika siku ya leo. Haya, sasa chukua kalamu na karatasi, anza kuandika hii first 11 ambayo kocha ameona kabisa ndio itakuwa msingi wa ushindi katika fainali ya siku ya leo ya Muungano Cup. Golini tunaona anasalia mwamba yule Djigui Diarra. Pedro amesema uzoefu wa Diarra kwenye dabi ndio utakaookoa Jazz kwa siku ya leo. Djigui Diarra sio dabi ya kwanza na sio dabi ya mwisho, kwani tunaona dabi nyingi zinakuja katika msimu huu sasa, na ndio maana Pedro Gonçalves ameona uzoefu wa golikipa huyu basi anaweza kumwanzisha, kwani ameweza kuiokoa Young Africa katika dabi mbalimbali. Ulinzi tunaona kulia kocha ameamua kuanza na Kibwana Shomari, na kushoto anarudi na Fundi Boka Junior. Hii ni mashine ambayo kocha ameamua kuanza nazo katika upande zote mbili, na katikati ya uwanja Pedro amemrudisha Ibrahim Baka pamoja na Bakari Mwamnyeto waweze kushirikiana kuhakikisha panakuwa kuna ukuta ambao Simba Sports hawawezi kuvunja. Lakini tunaona katika eneo la kiungo kocha ameamua kutekeleza ile 4-4-2. Tumeona mabeki wote wanne wapo, lakini na katika sehemu ya kiungo na ushambuliaji ameamua kuanza na watu wanne na mbele kumaliza na double striker, ambao tunaona watu wanne ambao watakuwa katika eneo la kiungo, yani na center midfielder wa kulia na wa kushoto. Tunaona kocha ameamua kuanza na Duke Abuya. Tunaona hapa kuna Salum Abubakar Shwabu amepita kama namba 8, lakini tunaona kwa watu wa pembeni hapa anapita na Max Nzegeli pamoja na Pacome Zouzoua. Hawa ndo watakuwa kukamilisha 4-4-2 katika eneo la katikati. Lakini katika eneo la double striker tunaona kocha ameamua kuanza na Prince Mvumilele Dube pamoja na Mashine Depu, mashine ya magoli. Hawa ndio kocha ameamua kuanza nao, na naamini ya kuwa wanakwenda kutekeleza mbinu ambayo yeye alikuwa anahitaji ya kupata ushindi wa mapema na kwa goli nyingi. Yani dakika za 15 za mwanzo ni lazima Young Africa wameshatikisa nyavu. Hiyo ndio kauli mbiu ambayo kocha ameianzisha katika mazoezi yake ya mwisho, na siku leo tunaamini ya kuwa hawa wanakwenda kutekeleza kile ambacho kocha alikuwa anahitaji. Yani dakika 15 za mwanzo ni lazima Young Africa iwe imeshapata goli. Sasa hiki ndicho kikosi ambacho Pedro Gonçalves amekiamini kuwa kinakwenda kutupa heshima tarehe hii ya 29, yani siku ya leo tunakwenda kupata heshima kutoka kwa Simba Sports. Sasa nakuachia swali wewe shabiki wa Yanga, je, unadhani kuna mchezaji ameachwa ambaye alipaswa kuanza, na unadhani kwa kikosi hiki Simba atapumua au anakwenda kushinda? Sasa subscribe, lakini pia kutia comment mbalimbali ambazo unaona zitakuwa ni msingi wa kuijenga timu yako ya Young Africa.